Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nafasi nyingine Mungu ametupa tena kutafakari neno lake, na leo tunatafakari juu ya somo linalohusu kufunga na kuomba. Kichwa cha ujumbe ni kufunga na kuomba. Tushukuru. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru tena, tunaomba Roho yako Mtakatifu aliye mwalimu mwema awe nasi katika somo hili tunapojifunza na kutafakari neno lako Bwana Yesu Kristo, na Roho yako Mtakatifu akae ndani yetu, atuondolee kila aina udhaifu na hali zetu za binadamu za kushindwa kuelewa maandiko yako, ili tukae katika neno lako Bwana. Tusaidie tuliona neno hili, na neno hili kae katika maisha yetu, nasi tu wanafunzi wako wazuri Bwana. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Kufunga na kuomba ndio somo letu. Bwana Yesu apewe sifa. Kufunga na kuomba ni ibada inayojulikana na waumini wa dini mbalimbali, ikiwemo dini ya Kikristo, na ziko namna tofauti za kufunga na muda wa kufunga na maelekezo au mikazo ya kufuata ili kuifanya hiyo funga iwe na maana kwa huyo anayefunga. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo katika somo hili tutajifunza kufunga na kuomba kwa Wakristo, yaani kanisa la Agano Jipya, kwa sababu ziko dini nyingine wanafunga, lakini sisi tutajikita kujifunza kufunga na kuomba kwa Wakristo, yaani kanisa la Agano Jipya. Na katika kupata msingi wa somo hili tutachunguza maandiko ya Agano la Kale yanayozungumza kuhusu kufunga na kuomba, na kutazama watu wa nyakati hizo waliofanya ibada zao za kufunga na kuomba. Lakini awali ya yote ni vema kujua kufunga na kuomba kwa Wakristo ni nini maana yake. Tujue maana ya kufunga na kuomba kwa Wakristo. Katika Zaburi ile ya 35 mstari ule wa 13 imeandikwa, bali mimi walipougua wao, nguo yangu ilikuwa gunia, na alijitesa nafsi yangu kwa kufunga, maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 35 mstari wa 13, bali mimi walipougua wao, nguo yangu ilikuwa gunia, na alijitesa nafsi yangu kwa kufunga, maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Hili ndio andiko letu la msingi ambalo tutaenda nalo katika kuangalia juu ya somo hili la kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa andiko hili la Zaburi tunapata tafsiri ya kiroho ya nini maana ya kufunga. Kwamba kufunga ni kuutesa mwili na nafsi kwa ajili ya kuutafuta uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kufunga ni kuutesa mwili na nafsi kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu. Hivyo basi, kufunga sio kuacha kula na kunywa. Kuacha kula na kunywa unaweza kuwa kushinda njaa, ila kuacha kula na kunywa kwa lengo la kutafuta uso wa Mungu, hiyo ndio maana halisi ya kufunga.
Maana yake katika funga hii tunajizuia katika tabia na mwenendo. Kwamba tabia na mwenendo vinabadilika. Si tunaacha tu kula na kunywa, hapana, bali tunabadilika katika tabia na mwenendo. Tunapata muda wa kuomba, tunapata muda wa kusoma neno na kutafakari neno la Mungu. Kwa hiyo unapokuwa umefunga, hauna muda wa kusoma neno, hamna muda wa kuomba, hamna muda wa kutafakari neno, unakuwa na shida. Ndio maana ukifunga, tafuta muda. Unaweza kuwa unafanya kazi, unafanya kazi, lakini kuna maombi hapa kichwani unaendelea nayo. Unaweza ukatoka, ukaenda hata mali wako kidogo, ukasema naenda worship mara moja, ukapata dakika 10 ukaomba. Unajua labda siku una shida ya tumbo, lakini unaweza kuomba. Kwa utafuta muda wa kuomba unapokuwa katika ibada hii ya kufunga. Unapoamua kwamba leo unafunga, basi pata muda wa kuomba. Pata muda wa kusoma neno la Mungu. Katika neno la Mungu kuna ufunuo. Katika kufunga unaweza kuwa umefunga kwa ajili ya jambo fulani, lakini utakaposoma maandiko, Mungu atasema na wewe jambo katika yale maandiko. Fungua tu Biblia yako, fungua tu, soma mahali popote, Mungu atasema na wewe. Utashangaa kuna hatua moja mbele umepata kwa kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima kuhakikisha kwamba katika ibada hii ya kufunga tunapata muda wa kusoma neno, muda wa kutafakari maandiko, muda wa kuomba. Kwa sababu unafunga ukiwa na jambo, lazima kisha unaliombea jambo hilo, unalipeleka mbele za Mungu kwa kupata muda wa kutosha wa kutafakari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumepata kujua maana au tafsiri ya kufunga kwa Wakristo, kwamba ni kutesa mwili na nafsi kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu. Sio kuacha kula na kunywa peke yake, hapana, bali ni kujizuia katika tabia na mwenendo na kupata muda wa kuomba, kusoma neno, kuhubiri na kutafakari maandiko matakatifu. Na neno linasema kila litajaye jina la Bwana na uache uovu. Kwa hiyo kufunga kinyume chake ni kufungua. Ndio. Kinyume cha kufunga ni kufungua. Kinyume cha kufungua ni kufunga. Kwa hiyo maana yake kuna milango inafungwa na milango inafunguliwa. Yesu anasema mimi ndio mlango wa kondoo. Mlango una bawaba na una funguo, na kuna milango migumu imara na mageti ya chuma ambayo mara nyingine inahitaji namna za kufunga. Kwa hiyo maana yake unapofunga unafunga milango ya uovu, unafunga kila milango ambayo sio sawa, na unafungua mlango wa neno la Mungu. Unachagua kufungua mlango wa mahusiano na Mungu, kwamba wewe katika siku hiyo umefungua tu mlango wa kukaa na Mungu. Basi kwamba umemfungulia Yesu, kama anavyosema niko mlangoni nabisha, nitakufungua na mimi nitaingia nitakula kwake. Maana umemfungua Yesu, umefungua mlango wa Yesu Kristo na kupata mkate wa uzima. Na mkate wa uzima ndio neno lake. Yale maji ambayo ukinywa utaona kiu tena. Ndio umefungua sasa ili upate kula na Yesu sasa chakula hiki cha kiroho, upate mkate wa uzima, upate neno lake, upate maji ya uzima, maji ambayo yatakufanya usione kiu milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapofunga umechagua kula chakula hiki, umechagua kufanya ibada hii, umeamua kuchagua mlo huu wa kiroho. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ipo milango katika maisha yetu ambayo mingine imefungwa, tunahitaji kuifungua. Na milango hii haitafunguka kawaida, maana milango mingine ni migumu. Kwa kawaida kuna milango
ya mbao, milango mingine ni mageti makubwa, hatuwezi kuyafungua kawaida. Iko milango ya chuma, iko milango ya siri ambayo huwezi kuiona. Mara nyingine ni milango hiyo ungeweza kupita, lakini mlango wa siri unaweza kuwa ni ukuta, lakini mlango wa siri unatumia kwa dharura, unatumika ni mlango upo, lakini mlango wa siri. Sasa ili uweze kuzijua siri hizo, ili uweze kuijua milango hii, uweze kujua namna ya kufungua ile milango ambayo inafungwa kwa password, ina keys za kufungua, lazima uingize pin uweze kuifungua. Sasa hutazipata hivi hizo password. Kuna namna moja wapo ni kwa njia ya kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kuiona milango ya siri ambayo kwa macho ya binadamu huioni, lakini ipo. Ndio maana Elisha akamwambia Mungu, Bwana anamwambia Gehazi, Bwana waliopo upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao. Na anamwambia Mungu, anamwomba Mungu, Bwana amfungue Elisha macho yake aweze kuona majeshi ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna milango mingine ambayo ipo, ungeweza kupita tu hapo, lakini unahangaika kwa sababu gani? Macho. Tunahitaji macho ya kiroho tuweze kuiona hiyo milango, na milango hii tutaiona kwa njia ya maombi. Lakini kwa milango mingine inahitaji kufunguliwa na password. Iko milango mingine ina bawaba, zina kutu, zinahitaji kulainishwa na mafuta ya Roho Mtakatifu. Katika maombi ya kufunga na kuomba ndipo tunapopata mafuta ya Roho Mtakatifu ambayo yanaweza kulainisha zile bawaba zilizoweka kutu, na ile milango itafunguka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji kufunga milango ya uovu, kufunga milango ya kishetani, na kufungua milango ya haki, milango ya utaua. Kufunga milango inayoachilia ghadhabu ya Mungu na kufungulia milango inayoachilia neema na baraka za Mungu. Tunafunga katika hali ya dhambi na tumo katika hali ya utakatifu, hali ya uchaji, ili tuweze kuachiliwa baraka na neema ya Mungu katika maisha yetu. Katika kitabu kile cha Yoeli sura ya 2, ukisoma mstari wa 12 hadi wa 15, anasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kuomba na kwa kuombolea na kwa kulia. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko kuu. Kwa hiyo tunafunga ile milango, tunavalua mavazi, tunavalua mioyo yetu kwa Bwana, ili tuweze kufanya nini? Tuweze kupata neema yake. Anasema amejaa neema na huruma. Watu wajitakase. Kwa hiyo maana yake ibada ya kufunga ni ibada iliyoambatana na utakaso. Moja ya jambo kubwa ambalo linatakiwa lifanyike kabla ya kufunga ni kujitakasa, kutubu, kuomba toba. Kabla ya kufanya ibada ya kufunga lazima kujitakasa, kujiweka safi, kwenda mbele za Mungu tukiwa katika hali ya usafi. Kwa hiyo kabla hatujaanza maombi ya kufunga lazima tujichunguze, tujitafakari mahusiano yetu na Mungu yakoje. Twende kwa toba, tuombe toba, ndio tumwendee Mungu katika ibada hii ya kufunga na kuomba. Kwa hiyo kufunga kwa watu waliookolewa ni kujitenga na uovu, kufunga milango ya giza, kuachana na vyakula vya mwili
na kula chakula cha roho, kula mkate wa uzima. Na neno la Mungu ndio chakula kidumucho, ndio chakula cha uzima. Hivyo katika maombi ya kufunga lazima uwe na muda wa kula chakula hiki cha uzima, chakula hiki cha kiroho. Maana yake kusoma na kutafakari maandiko matakatifu. Kwa maandiko haya matakatifu kila wakati yanakuwa yanakukumbusha, kila wakati yanakupima, yanakuweka kwenye mzani namna hii, kama mlingana na Kristo au la. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kufunga ni kuishi ndani ya neno, yaani kuliishi neno la Mungu. Maana yake kufunga ni badiliko la ndani. Ndio maana wale wabena wanasema kwamba fasting is transformation, it's not a transaction. And we fast for revelation, not for desperation. Fasting does not bring God's presence, but makes us more aware of His presence. So fasting must go beyond abstaining from food and drinks. It must transform how individuals interact with others, reflecting God's love and justice. Kwa hiyo kufunga hatufanyi ili tuweze kumshawishi Mungu au tuweze kumvutia Mungu. Hatufungi ili tulete uwepo wa Mungu. Kwamba kwa kufunga ndo Mungu anakuja katika maisha yetu. Kwa sababu tumefunga sasa Mungu anakuja. No. Anasema fasting does not bring God's presence, but makes us more aware of His presence. Kwamba kufunga hakumleti Mungu karibu, bali kunatufanya sisi kutafakari uwepo wake katika maisha yetu na kuona kwa karibu uhusiano wetu na Mungu. Na kwa njia hii inatusaidia kumfunua huyu Mungu katika maisha ya watu, kumonyesha Mungu katika maisha ya watu. Tuna reflect ile upendo wa Mungu katika maisha ya watu, kwamba tunamuonyesha Mungu kwa watu. Kwa hiyo hatufungi ili kumtafuta Mungu. No. Kama bado hatujamuona Mungu katika maisha yetu, basi hapo tunatakiwa tusifunge. Ila tukimwona Mungu katika maisha yetu ndio tunapofunga sasa. Kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Tunamdhihirisha Mungu katika maisha yetu. Tunamuonyesha Mungu kwa watu sasa katika ibada yetu ya kufunga. Kwa hiyo tunapofunga ni katika kujiweka katika nidhamu na kuonyesha kwamba tunatambua uwepo wa Mungu katikati yetu. Na kwa kutambua huko basi tunajinyenyekeza. Tunajinyenyekeza kwake ili aweze kutimiza mapenzi yake. Na sisi tunaweka mapenzi yetu kando. Tunamwacha Mungu atimize mapenzi yake. Tunaona presence yake katika maisha yetu. Na tunasema Mungu, sasa mapenzi yako yatimizwe katika maisha yetu. Kwa hiyo tunanyenyekea na kuweka mapenzi yetu kando na kuacha Mungu atimize mapenzi yake katika maisha yetu. Kufunga ni sheria ya dini, lakini sio sheria ya Ukristo. Kwa watu wa dini kufunga kuna maana ya kumtafuta Mungu. Kwa sababu dini ni njia ya mwanadamu kumtafuta Mungu. Kwa hiyo wako wanaomtafuta Mungu kwa njia ya kufunga, na ndio maana wanajitahidi kumpendeza Mungu. Wanataka kumridhisha Mungu, kwamba wafanye vitu vitakavyomvutia, vitakavyomshawishi Mungu. But not for us. For Christian, things are different. We don't do things to convince God to love us. Hatufanyi vitu kumshawishi Mungu atupende. Hatufanyi vitu kumonyesha Mungu kwamba sisi ni wazuri sana, kwamba sisi tuna haki. Ni Mungu anafanya vitu
kutuonyesha sisi kwamba yeye ni mzuri sana. Yeye anafanya vitu kutuonyesha kwamba anatupenda sana. Na sisi kuonyesha kwamba tumetambua uzuri wa Mungu, tumetambua upendo wake, tunaonyesha itikio letu kwa kumpa nafasi ya kuyatimiza mapenzi yake. Ndio maana tunasema Ukristo sio dini, kwa sababu dini ni njia ya mwanadamu kumtafuta Mungu, lakini Ukristo ni njia ya Mungu kumtafuta mwanadamu. Mungu anamtafuta mtu. Mungu anamtafuta mtu aliyepotea, mtu aliyeasi, mtu aliyekimbia bustanini. Mungu anamtafuta, anasema, uko wapi Adamu? Adamu, uko wapi? Uko wapi mwanangu? Uko wapi mwanadamu? Mungu anakutafuta wewe, anakuita kwa jina lako, anakutaja. Uko wapi Mahenge? Uko wapi sana? Bwana Yesu asifiwe. Uko wapi Mushi? Sema sawa, uko wapi ndugu yangu? Urio, sijakuona, uko wapi? Mungu anamtafuta mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana amemtoa Yesu Kristo ili atutafute. Na ukisoma katika Injili ya Yohana, Yesu anasema, si ninyi ndio nichagua mimi, bali ni mimi ndio wachagua ninyi. Yeye ametutafuta katika Yesu Kristo. Ametuchagua katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, kwa kufunga tunaondoa udhaifu wetu wa mwili na nafsi na kupata nguvu za kiroho na mwili wenye ushindi katika udhaifu wa asili wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ule mwili wa asili sasa, yule Adam anayekimbia Mungu sasa unaondoka kwa kujiungamanisha na Kristo. Sasa kwa njia hii ya kufunga tunakiri kwamba sisi ni wadhaifu, tunahitaji nguvu za roho wa Mungu. Tunahitaji nguvu za kiroho ili nguvu hizi za kiroho zitupe ushindi katika udhaifu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu ili kwamba atupe hizo nguvu za ushindi katika udhaifu wetu wa binadamu. Kwa hiyo katika somo hili tutajifunza mambo mengi kuhusu ibada ya kufunga na kuomba, lakini yatakuwa ndani ya mafungu yafuatayo. Tutakuwa na mada ndogo ndogo ambazo tutapitia ili kufikia katika hitimisho. Kwa hiyo tutaangalia kufunga baada ya kujua maana ya kufunga katika Agano la Kale. Tutaangalia aina za kufunga na kuomba. Alafu tutaangalia jambo la pili, muda wa kufunga na kuomba. Jambo la tatu tutaangalia faida za kufunga na kuomba. Na jambo la nne tutaangalia kufunga na kuomba katika Agano la Kale. Jambo la tano tutaangalia kufunga na kuomba katika Agano Jipya. Na jambo la sita itakuwa ni hitimisho. Tutapata sasa conclusion, kujua kufunga na kuomba ni nini hasa kwa Wakristo. Kufunga na kuomba ni nini hasa kwa kanisa la leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba tufuatane pamoja hadi tutakapofika mwisho wa somo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la kwanza tutaanza na ile aina za kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Aina za kufunga na kuomba. Ziko aina mbalimbali za kufunga. Mfano wako wanaofunga kula chakula fulani baada ya masaa kadhaa na kuacha kula chakula fulani. Mtu anachagua kwamba atakunywa maji tu au atakula tu matunda mchana kwa masaa 12. Alafu atakula labda ugali kidogo au wali vijiko 5 jioni.
Lakini katika somo letu tunajifunza kuhusu funga za kiroho ambazo zimekuwa zikifanywa pia katika Agano la Kale na Waisraeli na Wakristo wa Agano Jipya. Tutaangalia hizi funga nyingine hizi za diet na nini, hizo intermittent fasting, periodic fasting na kadhalika, hizo hatutaziangalia. Tutaangalia hizi spiritual fasting za kiroho ambazo tunaziona katika kitabu cha Esther. Tunaweza kusoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 4, Kutoka sura ya 34. Hii inaitwa absolute fasting, kufunga kavu, hakuna kula wala kunywa kitu chochote. Hii ni moja ya funga ya kiroho, kufunga kavu. Kama unafunga masaa 12 kavu, hamna kula wala kunywa chochote kwa masaa 12. Kama unafunga siku 3 kavu, hakuna kugusa kitu chochote. Kama unafunga siku 3 kavu, unafunga siku 7 kavu, unafunga siku 40 kavu kama Yesu Kristo alivyofanya. Tunaona watu katika Agano la Kale walifunga kavu kama Esther. Kusoma katika kitabu cha Esther sura ile ya 4 mstari wa 16, katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 2 unasoma habari za Yesu. Unaona Yesu naye alifunga siku 40 kavu. Ukisoma katika Kutoka sura ya 34 utamwona Musa alipanda mlimani siku 40 katika mlima Sinai kavu. Na wako watu wanaofunga kavu hata leo. Katika ile Esther sura ya 4 mstari wa 16 anasema, "Uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushani ngomeni, mkafunge na kuomba kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3 usiku na mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sharia, nami nikiangamia niangamie." Haya ni maombi ya Esther, maombi ya kavu. Maombi haya ya kavu ni maombi yenye nguvu ya ajabu, yenye nguvu kubwa, yanabadilisha hatima, yanabadilisha kanuni kabisa, yanavunja kanuni za asili na kufanya kwa namna ya tofauti kabisa. Ulioambiwa hayawezekani yanaweza kuwezekana kwa maombi haya ya kufunga. Mambo ambayo kikanuni hayawezekani yanaweza kubadilika kwa maombi haya ya kufunga kavu. Ilikuwa mtu akiingia kinyume na kanuni mbele za mfalme anauawa. Lakini Esther aliingia. Baada ya maombi haya, Esther alikwenda mbele za mfalme, anawaambia watu waombe maombi haya, na yeye ataomba na watu wake. Wakaomba, wakaenda kinyume kwa mfalme, kinyume cha utaratibu. Alibadilisha kanuni za kifalme. Kumbuka zile kanuni za kifalme ni ngumu sana. Mfalme akisema atanyonga mtu, hata kama ni mtoto wake atanyonga, kwa sababu neno lake ni ile, neno lake akitamka ni sharia na zile decrees za wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maombi haya ya kavu yalibadilisha kanuni, na unaona Esther anaingia kinyume cha sheria mbele za mfalme, na mfalme anamsikiliza, naye anabadili hatima ya maisha ya Wayahudi waliokuwepo kule Shushani ngomeni. Anapeleka mashtaka yale ya Haman. Kwa hiyo maombi haya ni maombi muhimu. Ndio maana anasema piga kelele wewe uliyetasa usiache. Maombi haya tasa na zaa. Inawezekana kabisa tasa kupata mtoto kwa maombi haya.
Katika somo langu la agano la damu ya agano jipya, nilifundisha juu ya maeneo 7 ambayo damu ya Yesu ilimwagika, na nikaeleza juu ya maana ya damu iliyomwagika Yesu alipochoma mkuki pale ubavuni akiwa msalabani, kwamba ni damu ya isiyowezekana. Sasa unapoambatanisha na maombi haya, damu hii inatenda kabisa yale yasiyowezekana, magumu kabisa yanatendeka. Ukisoma katika Kutoka sura ya 30 na sura 28, anasema naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake, hakula chakula wala hakunywa maji. Naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagizo, hizo amri 10. Musa anaongea na Mungu uso kwa uso na anapewa amri 10. Aina hii ya maombi inakupa nafasi ya kusema na Mungu kwa namna ya tofauti. Na inakupa nafasi ya kumsikia Mungu pia akisema na wewe wazi wazi. Kuna namna ambayo Mungu anaweza kusema na wewe katika ndoto, lakini kuna namna ambayo Mungu anaweza kusema na wewe katika njozi wazi wazi, ukamsikia Mungu akisema na wewe. Musa anapata nafasi hii akiwa kule mlimani katika maombi yake ya siku 40. Anasema na Mungu, anamsikia Mungu akisema naye wazi wazi. Kwa hiyo kuna mambo Mungu hatasema na wewe. Kuna wakati hutamsikia Mungu mpaka utakapoamua kufanya aina hii ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio lazima siku 40. Unaweza kuwa na masaa 24. Masaa 42. Unafunga leo saa 12, utafungua kesho kutwa saa 12. Leo ni Ijumaa saa 12, kesho saa 12, masaa 24. Kesho kutwa Jumamosi, Jumapili utafungua masaa 48. Inaweza kama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba katika agano la kale watu walifanya ibada hii ya kufunga na kuomba kavu, na Mungu akasema na watu mara nyingi. Lakini hatushauri sana aina hii ya maombi. Mungu anapata shida, mpata maradhi kwa aina hii ya maombi. Kila siku anafunga 7, kila wiki 7, kila mwezi anafunga 7, 3 kavu 7. Sisi kama mawakili wa siri za Mungu tunapaswa kumwabudu Mungu wetu kwa akili, kwa moyo na kwa nguvu na hekima. Na miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa ili tuweze kumtumikia Mungu, tunapaswa kuwa na nguvu pia. Tunapaswa tuwe na afya njema na utimamu wa mwili na akili. Utimamu wa mwili na akili unatokana pia na kula vizuri na kutunza mwili pia. Kwa hiyo ukizidisha hizi kavu, mara nyingine unakuwa dhaifu, unakuwa weak. Na kazi utaweza kufanya. Tunataka twende ukata miti ya kujenga kanisa, wewe ulifunga kavu mzee wiki 2-3, utakuwa na nguvu za kufanya kazi pia. Na watoto wanahitaji chakula, wanahitaji uwajibike kwenye majukumu, unahitaji kuwa na afya njema pia. Kwa hiyo unahitaji hekima pia katika kufunga hizi kavu. Lazima uwe na hekima. Roho Mtakatifu akupe hekima, akuongoze katika namna ya kufanya absolute fasting. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisema hayo unaweza kuonekana sio kiroho sana. Lakini Mungu ametupa akili na maarifa. Mungu anataka pia tumwabudu yeye katika hekima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuongoza. Roho Mtakatifu atakuongoza. Atakwambia wakati gani unafaa kufanya jambo gani na kwa kiwango gani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya.
Aina ya pili, aina ya kwanza tumesema kufunga kazi, absolute fasting, na aina ya pili ni normal fasting. Normal fasting ni kuacha kula kabisa chakula na kinywaji kwa muda fulani, mfano masaa 24 au masaa 12. Kwa hiyo unaweza ukachagua wiki moja, ukatenga masaa 12 ya kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siko katika mfungo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kunywa maji. Haleluya. Kwa hiyo aina ya pili baada ya absolute fasting ni normal fasting, ambao tunasema ni unafunga masaa 12 au 24, unaacha chakula kabisa, kwamba utakunywa kwa masaa hayo. Na hii aina ni aina ambayo kila mtu anaweza kufunga, kwamba unafunga masaa 12 asubuhi mpaka jioni utakula, kesho tena utafunga tena masaa 12. Hii unaweza kufunga hata mwezi mzima, hata siku 40 unaweza kufunga, na kila mtu anaweza kufanya aina hii ya maombi. Na ni muhimu kila mtu aweze kufanya aina hii ya maombi. Kama uwezi hata hii, hilo ni tatizo. Mungu anashughulika na udhaifu wako. Mara nyingine unasingizia kwamba mimi na vidonda vya tumbo, lakini Mungu anashughulika na udhaifu wako. Fikiria ungekuwa kule huko Somalia kule hakuna chakula na vidonda vya tumbo, ungefanyaje? Kwa hiyo Mungu anatupa uwezo, Mungu anatupa nguvu. Hakikisha unajitahidi kupata hata maombi haya ya masaa 12. Kwa mtu aliyeokoka ni muhimu. Hatufanyi ili kumpraise Mungu, lakini ni vitu ambavyo ni mazoezi ya kiroho ambayo yanakufanya kuwa karibu na Mungu, kusoma neno kama tulivyosema kwamba katika wakati huu wa kufunga utakuwa na muda wa kuomba, katika wakati huu wa kufunga utakuwa na muda wa kusoma neno. Ndipo ambapo Mungu anaweza kuzungumza na wewe katika neno lake. Ni muda mzuri ambao Mungu anaweza kuzungumza na wewe. Kwa lazima kutafuta muda na Mungu, kutafuta faraga na Mungu. Kama unapotafuta faraga na mwenza wako, mume wako, mke wako, unapata faraga na yeye, basi na Mungu naye anahitaji faraga na wewe. Kweli mnaweza mkaongea sebuleni pale na watoto, lakini kuna mazungumzo mtakiwa mkae. Mkae tena umwambie mke wangu, njoo hapa, kuna jambo nataka tuzungumze. Lakini kuna mambo mengine unazungumza tu, unazungumza. Lakini kuna mambo ambayo mnaitana, mnasema mke wangu, mume wangu, hebu tukae. Kuna jambo hapa nataka tuzungumze. Kuna jambo silielewi, nataka tuzungumze. Na agenda. Kwa hiyo yako mambo ambayo unayapeleka kwa Mungu kama agenda maalum. Unahitaji muda na Mungu. Unahitaji kufunga na kuomba na kuyapeleka mbele za Mungu kama agenda. Na anasema leteni hoja. Njoo tuhojiane, tusemezane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama kuna jambo lako lipeleke. Usiombe kawaida. Usiongee kawaida na Mungu. Kila kitu naongea kawaida tu. Usiongee kawaida kila kitu. Kuna mambo unatakiwa uchukue serious. Uyapeleke kwa Mungu serious. Lakini wako watu hawawezi. Wanataka mchungaji awaombee. Wanataka apostle afunge kwa ajili yao. Wanataka mzee wa kanisa afunge kwa ajili yao awaombee. Kristo kabisa umeokoka. Unapiga simu unataka kuombewa. Wanataka nije uniombee. Kabisa. Serious kabisa. Ni utoto, ni mchanga. Baada ya kuokoka, baada ya kumjua Yesu Kristo, unatakiwa usimame na kuomba. Yesu Kristo ameshatupa code. Watakuwa mwana maombi. Kila aliyekuwa anataka kuwa mwana maombi atakuwa kuwa mwombezi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mimi nasema wale wanaoombea kwa fedha, kwa shilingi, kwa viwango vya fedha, wacha waendelee kufanya. Kwa sababu kama wewe ni mvivu, huwezi kukaa magotini ukaomba.
huwezi kufunga, wewe unakula tu. Mtumishi anafunga kwa ajili yako. Nataka mtumishi afunge kwa ajili yako. Wewe unakaa unakula kitimoto, unakula nyama fresh nini? Unafikiri mtumishi yeye kitimoto haipendi? Hata anapenda tuna kitimoto ile mafuta yale yamekausha vizuri. Yeye anaipendi. Lakini anaacha kwa ajili ya Bwana. Anaacha kwa ajili ya kanisa. Sasa wewe kama uwezi, basi mpelekee pale hiyo kiwango anachotaka. Anataka 100,000 kwa maombi yako. Wewe unataka kufunguliwa eti kuna mambo. Naona kuna mambo. Umeambiwa kuna mambo siku kwenye uko kule ni magumu sana. Unahitaji kufunguliwa. Alafu nataka mchungaji aombe, afunge na kuomba kwa ajili ya kuondoa vifungo vilivyofungwa. Kuna pepo watu wamekemea, wamekunywa maji. Pepo haijatoka. Watu wanakemea pepo mpaka leo wanakunywa na maji, wanaomba na maji ya kunywa. Pepo halijatoka. Wewe kila siku unawapekea, jamani naomba maombezi. Watu wanakemea pepo halijatoka, wanakunywa na maji. Kwa nini usiwape ile ya maji? Kwa nini usitoe ile ya maji? Watu wanakemea pepo mpaka wanapata kiu. Wewe uwezi hata kufunga uwezaji. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie sana. Kwa sababu kama hutaweza, maana yake bado wewe hujawa mfuasi na mwanafunzi wa Yesu Kristo. Haujakidhi vigezo vya kuwa mtu ambaye Yesu anajivunia, mtu ambaye Mungu anajivunia. Mteule kabisa, huwezi kuomba. Yesu anasema mpingeni wewe shetani atawakimbia. Sasa kama shetani akukimbii wewe ni mtu gani? Shetani anakaa na wewe tu kama best friend. Hakuogopi wala nini. Mpaka umpeleke kwa nani? Kwa mchungaji. Kumshtaki kwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kupata muda wa kuomba, muda wa kufunga na kuomba, walau masaa 12 kwa siku. Inawezekana. Aina ya 3 ni partial fasting. Hii ni unaweza kuchagua aina fulani ya vyakula, mfano vyakula vitamu ukaacha kula kitimoto, ukaacha kula nyama, ukaacha kula samaki, ukaacha kula vitu vyote vizuri ambavyo katika jamii unaweza, katika mazingira yako labda ni vitu ambavyo unavipenda sana, ukaacha kula vitu unavyopenda sana, vinono unavyopenda sana, ukaacha ukala vyakula vile ambavyo ni duni. Ukisoma katika kitabu cha Danieli sura ile ya 10 mstari wa 3, unaona maombi ya Danieli ya siku 21. Maombi ya Danieli ya siku 21 aliacha kula vinono. Ukisoma pale anasema waliacha kula vinono. Anakala tu vitu vile vya kawaida. Siku 21 Danieli aliacha kula vinono. Kwa akaacha kula divai tena, divai vile vyakula vitamu, nyama na nini, baga nini, unaacha kula vile vyakula vitamu. Nakula tu kwa chakula cha kwetu kinyonge, tukisema nakula tu labda dagaa na ugali. Basi vitu vya hali ya chini kidogo, kula makande. Kama makande yenyewe pengine hata maharage unaweka kidogo, au pengine wiki maharage tu kabisa na kula tu makande. Ndio kwa pare inaweza kuwa chakula kitamu. Lakini unakula tu vyakula duni. Unajinyima vinono. Hiyo ni aina nyingine ya kufunga ya Wakristo, kwamba unaacha vitu vizuri. Unaweza kuacha hata kulala katika kitanda chako kizuri kile, ukalala chini. Unaweza kuacha hata kuvaa nguo zako zile za thamani, ukavaa nguo za kawaida. Ndio maana watu walivaa magunia zamani. Kwa unaweza ukavaa nguo zako tu kama hizi tu za kawaida hizi. Ukaacha kuvaa
zile nguo zako, mashati yako mazuri ya Uturuki na nini yale quality, kavaa tu nguo za kawaida kama hizi za apostle. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kufunga kwa namna hiyo pia. Yote hii ni kuonyesha unyenyekevu, kuonyesha kupisha mapenzi ya Mungu, kuweka mapenzi yako kando na kuruhusu mapenzi ya Mungu yachukue nafasi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Si kutafuta haki mbele za Mungu. Ufunge ili kupata haki mbele za Mungu. No. Kuonyesha kunatambua nafasi ya Mungu katika maisha yako. Unatambua upendo wa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa njia hiyo unataka ayatimize mapenzi yake kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa kuna milango ambayo unataka Mungu aifungue, basi aweze kuifungua. Kwa hiyo unanyenyekea ukitambua kwamba Mungu anaweza kufungua milango, na sasa unamwalika aweze kufungua milango yako, milango hiyo. Unamwalika Mungu aweze kufungua ile milango ambayo wewe huwezi kuifungua. Milango ile ya neema, milango ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuangalia jambo hili la kwanza, aina za kufunga, jambo la pili tunakwenda kuangalia muda wa kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Muda wa kufunga. Katika Agano la Kale unaona watu walifunga kwa sababu ya matukio fulani wakati fulani, na walifunga asilimia kubwa masaa 12 kuanzia mapambazuko ya jua na machweo. Baada ya jua kuzama watu walifungua. Lakini mara kadhaa walifunga zaidi ya saa 12 kutokana na jambo ambalo lilitokea, kwa sababu wao walifunga kwa matukio. Wana wa Israeli Wayahudi hawakuwa wanafunga kila mara. Mara nyingi walikuwa wanafunga kwa matukio fulani. Lakini katika historia baadaye unakuta Wayahudi walikuwa wanafunga, walikuwa kama hizi sasa hivi unaona wenzetu wa Uislamu wanaita sunna. Unaona hii kwa Wayahudi baadaye ukisoma katika zile nyakati mwanzoni mwa karne ya kwanza walikuwa na utamaduni huo. Ndio maana ukiona yule Farisayo ambaye alimwendea Yesu, mfano ule wa Yesu anaozungumza juu ya watu wawili waliokwea kwenda kusali, anasema yule Farisayo akasema, mimi sio kama huyo. Mimi natoa zaka, mimi nafunga mara 2 kwa juma. Mimi sio kama wengine wadhalimu, wala huyo mtoza ushuru. Kwa maneno yale inaonyesha kwamba, kwa hadithi ile inaonyesha kwamba walikuwa na utamaduni wa kufunga walau mara 2 kwa juma. Watu wa dini Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa dini Wayahudi walikuwa wanafunga mara 2 kwa juma, walau mara 2 kwa juma. Sasa wewe mtu wa kiroho, je, si zaidi sana kupata muda wa kufunga? Bwana Yesu asifiwe. Wao walikuwa wanatekeleza lile kama sheria, lakini wewe unatekeleza sheria ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuone jambo la 4, faida za kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza juu ya faida za kufunga kiroho, lakini ziko faida za kufunga ambazo sio za kiroho kwa ajili ya mwili, kwa ajili ya afya ya mwili tu. Sasa hiyo kwa ajili ya afya ya mwili haiwi kufunga, hiyo inakuwa ni kushinda njaa. Inakuwa ni kuacha kula kwa muda fulani. Kwa sababu unaamua kuacha kula kwamba kila siku mchana au unakula tu jioni, ukirudi nyumbani unakula, ukila hapo unaenda kulala. Asubuhi ukiamka unakula mlo mmoja kwa siku, kama unavyowalisha nguruwe wako. Kwa sababu unaamua bwana, mimi nitakuwa nakula tu kama nguruwe. Nguruwe wangu wao nawalisha jioni, nitakuwa nakula jioni. Tukila jioni ile basi baki sio jioni.
ni nzuri kwa afya. Kwa hiyo iko funga ambayo pia ni nzuri kwa afya. Lakini hapa sisi tunaangalia faida za kufunga kiroho. Kwa hiyo ziko faida za kufunga kiroho na kimwili. Maana yake basi unahitaji kumwomba Mungu akusaidie ili uweze kufunga hata kwa ajili ya afya ya mwili wako, kwa sababu mwili wako ukiwa dhaifu, hata kumtumikia Mungu utakuwa dhaifu. Mwili ukiwa dhaifu, hata kumtumikia Mungu utakuwa dhaifu. Kwa unahitaji kumwomba Mungu akupe nguvu za kuweza kufunga ili uweze kupata hata hizo faida za kimwili, za kawaida, za kibinadamu. Kama za kiroho uzitaki. Ziko faida nyingi za kiroho, lakini hapa nimetaja tu chache, kwamba faida za kiroho ni kujenga misuli ya imani, nguvu za kushinda majaribu, kuutawala mwili wa dhambi na kuutiisha. Yesu akiwa Getsemane akiomba, anawaambia wanafunzi wake, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kwa hiyo katika maombi, na maombi haya ya kufunga yanatupa nguvu za kushinda majaribu. Mwangalie Yesu akiwa kule jangwani siku 40 anaomba. Baada ya kuomba anakuja kukutana na shetani. Baada ya mfungo wa siku 40 aliweza kumshinda shetani kirahisi sana, kwa sababu alikuwa na nguvu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msuli wa imani unapatikana katika maombi ya kufunga pia. Ili uweze kushinda majaribu kirahisi, unahitaji kuwa na nguvu za kiroho. Katika maombi unapata kukaa katika utukufu wa Mungu. Maombi yanalegeza vifungo vya nira. Na kwa njia ya maombi haya ya kufunga unapata mafuta ya Roho Mtakatifu, ambayo mafuta haya yanayafanya yale mambo magumu kuwa ya rahisi. Mungu anaachilia kibali katika maisha yako. Anaachilia utiisho katika maisha yako. Ukisoma katika Isaya sura ile ya 58 mstari wa 8 na kutoka sura ile ya 34 mstari wa 29 hadi wa 30, unaweza kaona jinsi gani ambavyo Mungu anaachilia mambo katika maisha ya watu kwa sababu ya maombi ya kufunga. Kwa hiyo katika ibada ya kufunga na kuomba, faida nyingine ni kupata nguvu za kiroho na upako. Unapata codes za kufungua milango ya siri. Katika ibada ya kufunga na kuomba, milango ya umaskini inafungwa na kufunguliwa milango ya utajiri. Milango ya uchumi ulioshamiri inafunguka. Kuna mambo ambayo yamekufa katika maisha yetu, Mungu anayafungua kwa njia ya maombi. Inawezekana biashara yako imefungwa na wachawi, biashara yako imefungwa na washirikina, biashara yako imefungwa na wafanya biashara wenzio. Mungu anaifungua kwa jina la Yesu katika maombi. Kuna milango ya siri ambayo huioni. Kuna fursa ambazo huzioni. Unaishi katika maisha ambayo yamejaa fursa, lakini huzioni kwa sababu milango hiyo ya siri imefungwa. Maombi yanafungua milango ya siri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna furaha imeondoka katika maisha yako. Yesu anarudisha furaha katika maisha yako. Hauoni raha tena ya ndoa, hauoni raha tena ya watoto, hauoni raha tena ya ajira, raha ya kazi. Hauoni raha tena katika maisha yako. Yesu anakurudishia furaha. Yesu anakurudishia raha. Yesu anakurudishia amani. Yesu anakurudishia mahusiano ya wewe na ndugu zako. Kuna watu hawaelewani katika familia, hawaelewani na ndugu zao, hawaelewani na jamaa zao, hawaelewani na wakwe zao, hawaelewani na watoto wao, hawaelewani na wakamwana wakwe, na hawapatani. Mungu anakwenda kurudisha kwa njia hii ya maombi ya kufunga na kuomba. Mungu anakwenda kukurudishia kila kitu chako katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Katika maombi haya ya kufunga na kuomba unapata silaha za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anakuachilia silaha zake na majeshi ya mbinguni. Haleluya. Unaachiliwa zile nguvu. Ukitamka mambo yanakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba lolote utakaloomba Bwana atawapa. Amini, mnapokea. Anasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Kwa hiyo faida kubwa ya kupata silaha za Mungu na kibali cha kulitumia jeshi la mbinguni inapatikana kwa njia ya maombi ya kufunga na kuomba. Ukikemea, mamlaka zote za giza zinakutii, kwa sababu unayo mamlaka itokayo juu, mamlaka yenye nguvu kuliko mamlaka za wanadamu, mamlaka yenye nguvu kuliko mamlaka za kuzimu, mamlaka yenye nguvu kuliko mamlaka za giza. Kwa hiyo ibada hii ya kufunga na kuomba ni ibada yenye maana, kwa sababu inakukabidhi silaha za kivita za viwango vya juu, za viwango vya kimungu, na jeshi lote lenye ujuzi wote unakuwa nalo. Ni wewe tu kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini faida nyingine ya kufunga na kuomba ni kufunguliwa masikio na macho ya kiroho, kuisikia sauti ya Mungu, kuifahamu, kuijua sauti ya Mungu na kutofautisha na sauti za wanadamu. Kwa sababu shetani ambaye huja kama malaika wa nuru anaweza kukuchanganya. Lakini utakapoingia katika maombi ya kufunga na kuomba, wako manabii watakuja kwamba Bwana amesema, Bwana amesema. Haleluya. Na watakupoteza. Na miluzi iko mingi. Sasa kama mbwa huyu hajafunzwa vizuri, hajaujua mluzi wa bwana wake, atakwenda na wengine watamchukua, utapotezwa na miluzi mingi. Lakini kama umejua sauti ya Mungu, maana yake sauti za wanadamu, sauti ya shetani, sauti za manabii wa uongo hazitakupoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Waebrania katika kitabu cha Ezra sura ile ya 8 mstari wa 22 anasema mkono wa Bwana ujuu ya watu wote wamtafutao. Anasema basi tukafunga, tukamsihi Mungu, naye akatutakabali. Watu wengi wameshindwa na wamepotea kwa kushindwa kuijua sauti ya Mungu, kushindwa kupambanua roho, na kujikuta wakitii sauti za wanadamu au sauti za mashetani au sauti za mizimu. Nabii au mtume au mchungaji aliyejiita asiye na ujumbe wa Mungu anakuja na kukuambia Bwana amesema hivi na mimi kwa ajili yako. Na wewe kwa kuwa huna muda na Roho Mtakatifu, umemkabidhi kwamba mchungaji niombee, nabii niombee, apostle, mtume niombee, wewe hauna muda wa kuomba. Kwa hiyo atakapoenda kuomba na kuja kukuambia Bwana amesema, uza nyumba yako, uza kila kitu chako, na ile biashara uza kila kitu pale, ile pesa yote itoe sadaka. Bwana anataka kuanzisha mwanzo mpya katika maisha yako. Kuna neno jipya linakwenda kuinua katika maisha yako. Bwana anao mpango katika maisha yako na utengeneze. Haleluya. Kwa sababu hauna muda na Roho Mtakatifu na umemkabidhi mchungaji kama ndio mwombezi wako, nabii umemkabidhi maisha yako kwamba yeye ndiye anayekuombea, atakaposema Bwana amesema, utasema mimi ni nani nikatae neno la nabii? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo watu wengi wamekwenda kupotea kwa kutii maneno ya watu badala ya kulitii neno la Mungu, kwa sababu hawana muda na Roho Mtakatifu. Hawana muda wa faragha na Mungu. Hawana muda wa kusema na Mungu. Kwa hiyo hawaijui sauti yake. Lakini kwa njia ya maombi tunapata muda ya kuutafuta uso wa Mungu. Tunafaidika kuijua sauti yake. Tunajua anazungumzaje. Akisema tunasema huyu ni yeye. Ukijua sauti ya mtu unayemjua, hata akiwa anakuja huko nje, akiwa anatembea, kishindo chake, najua kishindo hiki cha mke wangu. Unajua kishindo hiki ni cha mume wangu. Unajua akigonga hodi namna hii, unajua huyu aliyegonga ni baba au ni mama. Huyu aliyegonga ni fulani. Unajua hata watoto, unajua huyu anayegonga namna hii atakuwa fulani. Anagonga kwa fujo, akija chumbani anagonga kwa fujo. Anaweza kugonga ameshaingia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maombi kuna faida ya kujua sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakufunga na kuomba na kusoma neno lake, ambamo ndani mwake ndimo Mungu anasema na watu, inakusaidia usisikilize maneno ya watu, usikilize neno la Mungu. Katika Danieli sura ile ya 10 mstari ule wa 2 hadi ule wa 10 unaweza ukasoma pale, lakini utasoma tu kwa uchache. Na ungeweza kusoma sura ya 9 na ya 10 zote kwa pamoja. Anasema katika siku zile, Danieli 10 mstari wa 2, anasema katika siku zile mimi Daniel nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma 3 kamili. Sikula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa. Nami Daniel nikaona maono haya peke yangu, walakini naliishikia sauti ya maneno yake. Natazama mkono ukanigusa, ndipo akaniambia, usiogope Daniel, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Bwana Yesu asifiwe. Daniel ameingia katika maombi ya kuomba kwa kufunga kwa siku 21, kwa kujinyima kula chakula kitamu na divai na vitu vingine vizuri. Mungu anasema, natazama Bwana akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Kwa hiyo kama tulivyosema kwamba katika kufunga na kuomba tunaonyesha kutambua God presence, tunatambua uwepo wa Mungu, tunajinyenyekeza na kuweka mapenzi yetu kando ili mapenzi ya Mungu yatimizwe. Anasema Mungu anakuja kwa ajili ya maneno yetu. Anakuja kwa ajili ya jambo lako. Lile jambo lako, tunasema na jambo langu. Hasa lile jambo lako, unaponyenyekea kwa Mungu, unapofunga unamwambia Mungu na jambo langu. Unamwambia Mungu jambo lako. Mungu anashuka. Anashuka kwa ajili ya yale maneno yako. Anashuka kwa ajili ya unyenyekevu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kutambua uwepo wa Mungu na nguvu zake na kunyenyekea na kufunga na kuomba, kuna ruhusu Mungu afanye mapenzi yake, na sisi kukubali kutumia kama mawakili wa siri zake. Kunamfanya Mungu aguse maisha yetu. Mungu anatugusa
anasema na sisi na anatenda mambo makuu. Mungu anapigana vita zetu yeye mwenyewe na kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Matendo sura ya 13 mstari wa 3, wa kwanza hadi wa 3, maneno yanasema, walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli. Wanafunzi wa Yesu wanafunga na kuomba. Katika maombi yao ya kufunga na kuomba, ndio Roho Mtakatifu anawatokea, anasema, nitengeni Barnaba na Sauli. Kwa hiyo kuna mazingira na hali ya muamini inayomfanya Mungu kusema kitu mahali. Anasema kitu maalum kwa sababu ya mazingira yale ambayo mtu amejiweka. Kuna mazingira ambayo ukijiweka Mungu hawezi kusema na wewe. Lakini kuna mazingira na hali ya muamini ambayo inamfanya Mungu aweze kusema kitu maalum, kitu cha pekee, tofauti na anaposema na kutenda wakati mwingine. Mungu anatenda kazi kila siku. Mungu anafanya vitu katika maisha yetu kila siku. Lakini kuna kitu cha pekee atakifanya utakapofanya kitu cha pekee pia. Utakapoamua kuchukua wakati maalum kwa ajili ya kuzungumza naye. Kama nilivyosema kwamba tunazungumza mambo mengi na familia zetu, lakini kuna wakati tunataka kuzungumza, tunatenga wakati maalum kuzungumza jambo maalum. Vile vile na Mungu anataka kuona ukitenda kitu kwa upekee, kwa utofauti. Ukifanya ibada ya tofauti, sio ibada za mazoea. Ibada za mazoea haziwezi kutenda jambo la tofauti katika maisha yetu. Ibada za mazoea haziwezi kutengeneza kitu kipya katika maisha yetu. Lazima tuwe na ibada ya tofauti, ibada ambayo inaonyesha kwamba hii ina jambo, ibada hii ina agenda. Na Mungu anakwenda kutenda jambo maalum, jambo la tofauti, kwa sababu tumekwenda tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa alizungumza na Mungu mara nyingi, lakini mazungumzo ya Musa katika mlima wa Sinai yalikuwa tofauti. Mara nyingi Mungu alikuwa anazungumza na Musa. Anazungumza, anamwambia hapa fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Lakini mazungumzo ya Musa na Mungu katika mlima wa Sinai ni mazungumzo ya tofauti. Na Musa aliyepanda kuzungumza na Mungu katika mlima wa Sinai akifunga siku 40, sio Musa aliyeshuka. Musa yule aliyeshuka baada ya maombi yale ya siku 40, akazungumza na Mungu, akapewa kitu cha tofauti, akapewa sheria zile amri 10. Sio Musa aliyeshuka. Alishuka Musa wa tofauti. Yule Musa aliyepanda sio Musa aliyeshuka. Alishuka Musa mwenye utukufu mkuu, hadi watu hawakuweza kumtazama. Alikuwa anang'aa katika muonekano wa nje tu. Alishuka mtu wa tofauti sana, lakini hata moyo wake ulikuwa umebadilika. Hata masikio yake yalikuwa yamebadilika katika namna yake ya kusikia. Namna yake ya kuona vitu ilikuwa imebadilika tena. Bwana Yesu asifiwe. Utakapopata muda wa kufunga na kuomba kwa ajili ya Bwana, masikio yako yatabadilika. Kuna vitu utapenda kuvisikia tena. Macho yako yatabadilika. Kuna vitu utapenda kutazama tena. Kinywa chako kitabadilika. Kuna maneno hutayasema tena. Kuna namna ya kutamka kwako, namna ya kusema kwako kutabadilika. Na hii ndio namna ya Wakristo, watu waliokutana na Mungu. Wamebadilika kusema kwao. Huwezi kuna sema ovyo ovyo kama mpagani. Hakuna tofauti ya kusema kwako, ya kutenda kwako, ya kusikia kwako. Utajiwekea mipaka ya vitu vya kusikiliza. Utajiwekea mipaka ya vitu vya kutazama.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu mpendwa upaswi kuvitazama tena baada ya kuokoka. Mpendwa unatazama tena pornography. Havisika? Kwa kumwomba Roho Mtakatifu. Watu wanasema watafuta appetite kwenye pornography. Huo ni ushetani na ni udhaifu. Maisha. Yewe maana unaenda kuwa chuma chakavu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana ili tubadilike, tuonyeshe tumekutana na huyu Yesu. Ametubadilisha. Kuna mahali ametutoa. Tuonekane ni watu wa tofauti na yule Musa aliyepanda mlimani. Tuonekane ni watu tulioshua kutoka katika mlima Sinai. Watu tuliokutana na Mungu. Watu tuliokutana na sauti ya Mungu. Watu tuliozungumza na Mungu ana kwa ana, kwamba tumemsikia. Tunazo habari, tunao ujumbe, tunao neno ambalo Mungu amesema. Tunao ujumbe wa Masihi. Haleluya. Musa alishuka mwenye ujumbe wa Masihi. Alishuka mwenye ujumbe wa Mungu. Kwa hiyo hakuwa sawa. Katika Wakorinto sura ya pili mstari Wakorinto waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorinto sura ya 3 mstari wa 7 anasema, basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake, je, huduma ya roho haitazidi kuwa katika utukufu? Bwana Yesu asifiwe. Kwamba huduma ya roho haitazidi katika utukufu. Mungu hataongea na mtu wala kanisa lisilo na muda wa kufunga na kuomba, wala hataonyesha mambo ya siri yaliyoko mbele ya kanisa au yaliyoko mbele ya mtu kama mtu huyo hatanyenyekea kwa maombi ya kujitoa. Yesu akiomba pale bustanini na wanafunzi wake, anawaambia wakeshe wakiomba wasije wakaingia majaribuni. Hivyo kama nilivyosema katika utangulizi kwamba maombi ya kufunga yanatuondolea udhaifu wa mwili wa asili na kutupa nguvu ya kiroho kuutawala mwili na tamaa zake. Kwa hiyo maombi yanaweza kutusaidia kutuvusha hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu Mungu atasema katika maisha yetu kama hatutaingia katika maombi. Kuna vitu tutaka tusikie. Hata katika kanisa lisilofunga na kuomba, ni ngumu sana kumsikia Mungu akisema. Ni ngumu sana kumuona Mungu akitenda katika kanisa hilo. Musa aliposhuka mwenye utukufu, aliona vitu ambavyo watu waliona kawaida. Watu waliona tofauti. Maana yake akiwepo mtu anayeomba katika kanisa, kuna vitu ataviona hata kwa kanisa. Anaweza kusaidia kanisa. Inawezekana kanisa halioni, lakini kanisa linaanza na mtu. Wewe usubiri mpaka maombi yatangazwe kanisani. Anza maombi yako mwenyewe. Kuwa na programu yako ya maombi mwenyewe, ya kufunga mwenyewe. Sio kusubiri maombi ya kanisa. Inawezekana mtumishi amepoa, amefichwa, ameshambuliwa, amepigwa na kitu kizito, amesahau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na unaweza kuona vitu. Mungu anaweza kuonyesha vitu. Wako watu wanaona vitu kwa ajili ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unaweza kuwa mtu huyo ambaye unaweza kulisaidia kanisa. Ukaleta uamsho katika kanisa. Ukaleta uamsho katika eneo lilopo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4, tuangalie kufunga na kuomba katika Agano la Kale. Bwana Yesu apewe sifa. Kufunga na kuomba katika Agano la Kale.
Kufunga na kuomba katika Agano la Kale. Kufunga na kuomba katika Agano la Kale ilikuwa kwa ajili ya kufunika dhambi na matukio fulani, mfano maombolezo au mahitaji makubwa ya kiroho, kama katika wakati wa Nehemia na mara nyingi mtu mmoja au watu fulani walifanya ibada ya kufunga na kuomba kwa ajili ya taifa. Sasa hii tunasema ile ndio intercession fasting prayer, kwamba mtu anaomba kwa ajili ya taifa, sio watu wanaomba. Kabidhi Nehemia, nabii anaomba kwa ajili ya taifa, au kuhani anachukua sadaka kwenda kuomba kwa ajili ya taifa. Soma katika Danieli sura ya 9, unaona kwamba Danieli na Nehemia wanaomba rehema kwa ajili ya taifa. Utasoma katika Danieli sura 4, unaweza kusoma Danieli sura ya 9 kuanzia mstari wa 3, lakini unaweza kusoma katika Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 ukaendelea kusoma pale. Kwa unaona katika Agano la Kale kulikuwa zaidi na hii intercession prayer, kwamba intercession fasting prayer, kwamba wanaweza kuwa mtu fulani akaomba akafunga kwa ajili ya taifa, anaomba rehema kwa ajili ya taifa, sio watu. Na hiyo ni katika Agano la Kale. Tunaangalia kufunga na kuomba katika Agano la Kale. Sasa as I said kwamba katika Agano la Kale maombi yalikuwa ni watu kwa ajili ya watu wanafunga kwa ajili ya watu wengine. Ukisoma katika kitabu cha Samueli sura ile ya pili, sura ya 12 wa kitabu cha pili cha Samueli, sura ya 12 mstari wa 16, maneno yanasema, basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga, akaingia, akalala usiku kucha chini. Lakini katika Esta sura ya 4 mstari wa 16 anasema, uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Kwa hiyo hawa pia Wayahudi walikuwa wanafunga kwa ajili ya Esta, lakini Daudi pia alimwomba kwa ajili ya mtoto wake, amwomba Mungu kwa ajili ya mtoto wake. Kwa hiyo unaona Old Testament were found was linked with the intercessory prayer. Kwa alikuwepo mtu ambaye ni intercessor, lazima awepo. So in the Old Testament, fasting prayer was with petition. We are closely linked with petition. Kwamba kulikuwa lazima kuna kitu kinachopeleka. Hakuwa naomba tu, lazima kuwe na petition, kuna agenda, kuna hoja inayobebwa, inapelekwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo makuhani na manabii mara nyingi walifanya ibada ya kufunga na kuomba kwa niaba ya watu au taifa. Kwa hiyo sasa hii ndio tofauti ya Agano la Kale na Agano Jipya, tofauti ya dini na Ukristo. In the Old Testament, fasting was a transaction and desperation. Was transaction and desperation. That was Old Testament fasting prayer. Watu walifunga kwa ajili ya mahitaji fulani walioyataka kwa Mungu, na hasa wakati wa matatizo. Watu walikuwa wanafunga tu. Sisi tunafunga kwa ajili ya kunyenyekea, kuonyesha uwepo wa Mungu, kuonyesha kutambua uwepo wa Mungu, kuonyesha kutambua nguvu na baraka za Mungu. Lakini hatutafuti kitu. Wenzetu katika Agano la Kale walifunga wakati wa mahitaji mbalimbali. Kuna maafa, kuna nini, basi ndio wanafunga. Hawakuwa wanafunga nyakati za raha. Wao ni nyakati za matatizo. Kuna majanga na nini, ndio wanafunga. Na ndio maana unakuta walikuwa na sikukuu mbalimbali. Kwa hiyo katika sikukuu zao hizo, pamoja na kufunga, basi walikuwa wanatoa sadaka za mazao na wanyama na mvinyo
sadaka mbalimbali, pamoja na kusoma Torati. Kwa hiyo katika siku hizo wanafunga, wanasoma Torati, ndio wanakumbushana Bwana kwamba Bwana Mungu, Torati inasema hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kama wanafunga labda siku 14 kwenye zile sikukuu zao, basi Torati inasoma. Kwa hiyo unaweza kuona moja ya sharti katika zile sikukuu zao walizokuwa wanafanya ilikuwa pamoja na kusoma Torati, kujikumbusha Torati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati wa sikukuu ulikuwa ndio wakati wa kukumbuka sheria ya Bwana. Kwa hiyo kusoma Torati ndio ilikuwa kiini cha sikukuu zao. Na ndio maana tumesema sisi watu wa Agano Jipya pia kusoma neno ni kitu muhimu katika ibada ya kufunga. Lakini pia kuomba, sio unafunga tu alafu uombe. No, lazima uwe na muda wa kuomba. Kwa hiyo katika Agano la Kale tunaona Wayahudi walikuwa na ibada nyingi au sikukuu nyingi, lakini walikuwa wakiziadhimisha kila mwaka baadhi ya sikukuu, lakini ziko sikukuu nyingine walikuwa wanaziadhimisha baada ya miaka fulani. Kwa mfano kama sikukuu ya Pasaka, kuna wakati walikuwa wanaadhimisha karibu kila mwaka, lakini ziko sikukuu nyingine hawakuadhimisha kila mwaka. Walikuwa wanaziadhimisha inapotokea tu kuna maafa, ndio wanakumbuka wanakwenda kuadhimisha. Kwa mfano walikuwa na sikukuu wakikumbuka ile siku ya maombi ya Esther. Walikuwa wanaifanya baada ya miaka kadhaa wanafanya. Walikuwa wanafanya sikukuu ya kukumbuka jinsi walivyotoka Misri. Walikuwa wanafanya sikukuu kwa ajili ya kukumbuka kifo cha Yoshua. Walikuwa wanafanya sikukuu ya kukumbuka kifo cha Miriam na mwana wa Haruni. Kifo cha mwana wa Haruni walikuwa wanafanya sikukuu waje kukumbuka. Walikuwa wanafanya sikukuu ya kumkumbuka kuhani Eli na wanawe. Kwa hiyo walikuwa wanafanya sikukuu mbalimbali kwa ajili ya kukumbuka matukio mbalimbali yaliyotokea katika taifa lao, matukio ya maafa au ya baraka. Na ibada hizi zilikuwa ndani ya kipindi fulani. Walikuwa na ibada hizi sana sana ndani ya mwezi wa 4 hadi wa 10 hapa katikati. Maana yake kama ni ibada ya Pasaka, wakikumbuka ibada hii ya hizi sikukuu za Yoshua, kifo cha Yoshua, wana wa Haruni, kifo cha Miriam na wengine, ilikuwa ni kipindi cha mwezi wa 4 hadi wa 10 hapa katikati ndio walikuwa. Maana yake walikuwa wanafanya sikukuu hizi kipindi ambacho watakuwa pia wamevuna, wana mapumziko, wanazo chakula, Kwa hiyo maana yake walikuwa wanafanya kipindi ambacho watakuwa na kitu pia cha kupeleka mbele za Bwana. Kwa maana yake ibada hii ya kufunga na kuomba ni ibada ambayo ilikuwa inaambatana na sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika ibada ya kufunga na kuomba katika Agano la Kale, sadaka ilikuwa ni jambo la muhimu. Hata leo katika Agano Jipya unaweza kuona mkazo wa sadaka kwa baadhi ya watumishi na makanisa, kwamba ili uweze kupata maombi fulani, ili uweze kufunguliwa katika vifungo fulani, unahitaji kuambatanisha sadaka fulani. Sasa hilo tutaliangalia tutakapokuwa katika eneo la Agano Jipya. Tutakapoangalia kufunga na kuomba katika Agano Jipya, katika hitimisho tutaangalia nini kinatakiwa
katika ibada ya kufunga na kuomba katika Agano Jipya. Lakini katika Agano la Kale tunaona sadaka ilikuwa ni muhimu sana katika ibada hii ya kufunga na kuomba. Kwa hiyo unaona kwamba hawa jamaa wa Israeli walikuwa na muda wa kufanya kazi, na kipindi ambacho wanajua sasa hivi shughuli za kilimo zimepungua na nini, ndio walitumia muda huo kufanya sikukuu zao mbalimbali za kidini. Kwa hiyo hata sisi maana yake tunahitaji kutenga. Hii inatufundisha kwamba sisi tunahitaji kuwa na kalenda ya kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kufunga tu hovyo, lazima tuwe na kalenda. Tunajifunza hapo kitu, kuwa na kalenda ya kufunga na kuomba, ijulikane. Lakini kuwa na muda, sio muda wa kulima wewe ndio umefunga 7 na ndio muda wa kupanda. Leo ndio siku za kupanda, wewe umefunga 7 tarehe za kupanda, unapishana na tarehe za kupanda. Ndio umefunga 7 kavu au 21 kavu, nguvu kuna uwezo kwenda shambani huko busy. No, that's not right. Lazima tutenge muda, tuwe na muda mzuri wa kufanya kazi, na tuwe na muda mzuri wa kumwabudu Mungu. Tumwabudu Mungu kwa hekima na kwa akili na kwa nguvu na kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa na siku zaidi ya 20 ambazo walifanya ibada za kufunga na kuomba katika mwaka. Lakini kama nilivyosema, hawakufanya kwa mujibu wa uchunguzi wa maandiko. Tunaona kwamba hawakuzifanya hizi ibada kila mwaka. Mara nyingi walifanya ibada hizi taifa linapokuwa katika kipindi kigumu kama vita, njaa, maafa, tauni na kadhalika. Hapo ndio walianza kutafuta uso wa Yahweh. Kipindi cha amani hakuwa na ibada hizi, isipokuwa nyakati za wafalme fulani wa Israeli kama Suleiman na Yehoshafat. Wakati wa mfalme Suleiman, karibu nyakati zote waliweza kufanya ibada hizi kwa uzuri. Lakini nyakati za wafalme wengine tofauti na Suleiman na Yehoshafat, walifanya tu baadhi ya sikukuu. Maana yake hali ya kiroho ilikuwa inategemea upepo. Hali ya taifa ikoje? Hali ya taifa kwa wakati huo ndio ilikuwa inaweza kusababisha taifa liwe na lenyewe liongeze ibada au likae katika hali gani. Bwana Yesu asifiwe. Katika Agano Jipya, kufunga na kuomba katika Agano Jipya. Katika Agano Jipya, kufunga na kuomba si kwa ajili ya toba au maombolezo au kuomba rehema au rejesho. Fasting is not for transaction desperation. Katika Agano Jipya ni tofauti. Sawa. Hatufungi ili kufanya biashara na Mungu, kwamba kuna kitu sasa tunataka Mungu kwa hii funga Bwana Mungu na wewe utufanyie mambo fulani hivi. No. Au kwa sababu tunapitia katika majanga sasa tunakuja kufunga. Hapana. Kwa hiyo kufunga na kuomba ni maisha ya kila siku ya Mkristo wa Agano Jipya. Mfuasi wa Yesu Kristo, yeye maisha yake ni ya ibada. Maisha yake ni ya kufunga na kuomba kila wakati. Na kwamba kumfunga hakumfanyi Mkristo kuwa bora. Yaani mtu anayefunga hawi bora kiroho kuliko wengine au kimaadili. Kwa hiyo unapofunga na kuomba sio kwamba unakuwa bora, kwamba wewe sasa ndio unakuwa kiroho kuliko wengine wasiofunga na kuomba. No. Kwamba wale wengine watakuwa inakuongezea sifa zile tulizosoma pale awali. Zile faida za kufunga sasa ndio unazipata.
kwamba yani mimi nakuwa binadamu na unakuwa binadamu, ila kama mimi nafanya mazoezi, si ndio, ya viungo, si ndio, basi kuna wakati ikifika kunahitaji mbio, basi na wewe unaweza kukimbia, na wewe mbio si unazo. Ila sasa mimi nitakuwa nakimbia wakati wewe unajisikia umechoka, mimi nitakuwa bado niko comfortable. Lakini tutakuwa tunakimbia. Na kama kuepuka aje, tutakuwa tumeepuka wote, lakini utakapofika utafika umechoka kweli. Lakini mimi nitafika bado na nguvu. Kwa maana yake wale wasiofunga wasiwadharau wale wanaofunga, wasiwadharau wale wasiofunga. Wale wasiofunga wasiwaone wale wanaofunga labda kama ni watu tofauti. Lakini katika Injili ya Luka sura ile ya 18 mstari wa 9 hadi wa 14, ukisoma pale unaweza kuona tofauti sasa ya kinachokisema Yesu, akitoa mfano wa yule Farisayo aliyekwenda kusali, jinsi alivyokuwa akijihesabia haki na kumwona mtoza ushuru wa stahili, kwa kujiona kwamba yeye anatoa zaka vizuri kwa usahihi, yeye anafunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini kufunga na kuomba? Kufunga na kuomba huku kusitufanye sisi kutafuta sifa kwa watu au kujionyesha kwamba tunatimiza desturi au wajibu wa kidini. Ni kutimiza tu desturi na wajibu wa kidini. Ikiwa itakuwa kama ni kutafuta sifa kwa watu, haitakuwa na maana. Tutakuwa tunatimiza wajibu wa kidini tu na desturi. Ukisoma katika Mathayo 6 mstari wa 16 hadi 18, Yesu anaonyesha jinsi isivyofaa kufunga ili kujionyesha kwa watu. Lakini pia kufunga kwa Agano Jipya kupaswi kuwa kwa ajili ya kulipia mazoea ya kufanya dhambi kwa makusudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wako watu wanaofunga ili kulipia mazoea ya kufanya dhambi kwa makusudi. Isaya 58 mstari wa 3 hadi wa 5 anasema, walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, hufurahi kumkaribia Mungu. Husema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni ya kuwa siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe. Kwamba unafunga na kuomba, lakini maisha yako ya leo hayana tofauti na maisha ya jana. Hakuna mabadiliko. Hii Yesu anaikataa. Kwamba kufunga huku hakuna thawabu, hakuna maana. Huku ni kutimiza wajibu wa kidini, au kuonekana tu pale mbele ya wapendwa kwamba na wewe umefanya nini, umefunga. Kama ni nyumbani kwenye familia, sasa unaonekana mume wangu atanionaje au watoto wangu watanionaje, maombi yametangazwa kanisani lazima tufunge, lakini hauna mahusiano yako mazuri na Mungu. Ndio maana anasema wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu. Husema mbona tumefunga, kwamba unafunga ukifikiri kwamba funga yako inaweza kukupa haki mbele za Mungu, na wakati hauna mahusiano mazuri na Mungu. Kwa hiyo mtu wa Agano Jipya hafungi ili apate kitu, bali hufunga kama sehemu ya ibada yake ya kutambua upendo, huruma na wema wa Mungu kwake, hali ambayo inamfanya Mungu amtazame na kumgusa na kusema naye na kutimiza mapenzi yake na mahitaji yake kama wakili wa siri za Mungu. Hii ndo tunasema fasting prayer is a way of acknowledging the presence of God in our lives, which leads God to give us revelation. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Agano Jipya hafungi ili apate kibali. Hufunga kama sehemu ya ibada yake ya kutambua upendo, huruma na wema wa Mungu kwake, hali ambayo inamfanya Mungu amtazame na kumgusa na kusema naye.
na kutimiza mapenzi yake na mahitaji yake kama wakili wa siri za Mungu. Na hii ndio tunasema fasting is a way of acknowledging the presence of God in our lives, which leads God to give us revelation. Huu ni ufahamu wa Agano Jipya. Kusoma katika Matendo sura ya 13 mstari wa 1 hadi wa 3, unaona katika kanisa la Antiokia manabii na walimu walikuwa wamekusanyika wakimfanyia Mungu ibada ya kufunga. Walikuwa katika ibada ile ya kufunga, Roho Mtakatifu akasema nao kwamba nitengeni Barnaba na Paulo kwa kazi maalum. Kwa hiyo hatupaswi kufunga ili kutafuta mahitaji yetu. Badala yake iwe ibada ya kumpa Mungu nafasi katika maisha yetu, kutimiza mapenzi yake na mahitaji yake, kwa kujua tunapaswa kuliishi kusudi la Mungu, kwa kuwa sisi ni kazi ya mikono yake. Yeye alituumba kwa kusudi, hivyo tunajishusha ili atutumie apendavyo yeye. Katika maombi ya Yesu pale bustanini anasema, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, ila si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Lakini akiwafundisha wanafunzi wake kuomba ile sala ya Bwana, moja ya maneno yaliyomo katika sala ile anasema, mkisali msali hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe. Hivyo hatuendi kutafuta mambo yetu katika ibada. Tunapofunga na kuomba, hatufungi kwa ajili ya kutafuta mambo yetu, bali tunatafuta kumfanyia Mungu ibada. Naye anapotutazama kujitoa kwetu kwa kuacha vinono, anatazama jinsi tulivyo kuwa na moyo mnyenyekevu, basi anatutazama kwamba tumeacha kutumia uzuri wa uumbaji wake. Ametuwekea vitu vizuri vitamu, lakini tumeviacha na kumwelekea yeye. Anaanza kututazama katika neema na uzuri wa pendo lake katika Yesu Kristo. Anatutazama katika uzuri wa pendo lake, ambalo kwa pendo hilo lilifanya amtoe mwanawe Yesu Kristo. Analikumbuka agano lake, anazikumbuka ahadi zake. Akikumbuka agano lake, anatutazama udhaifu wetu, mapungufu yetu, kwa sababu alituita ili tuwe watakatifu. Sasa anatutazama udhaifu wetu, anatazama mapungufu yetu, anatuona sisi kile kipawa cha wokovu hatutakifikia, lile lengo la kutufanya tuwe warithi pamoja na mwanawe Yesu Kristo hatutafikia. Lakini kwa sababu tumenyenyekea, anaondoa udhaifu wetu, anatupa nguvu, anatupa uwezo wa kushinda majaribu, anatupa uwezo wa kukaa katika neema ile ya wokovu, anatuongezea neema. Anatupa nguvu, anatupa utukufu ambao unafanya shetani hawezi kukaa tena karibu na sisi. Ule mng'ao anaotuwekea ndani yetu, shetani hawezi kukaa karibu na sisi tena. Shetani anatukimbia. So mpingine huyo shetani, naye atawakimbia. Tunampiga kwa njia ya maombi, tunampiga kwa njia ya kufunga na kuomba. Shetani anatukimbia kwa sababu Mungu anatupa nguvu. Mungu anatuwezesha katika udhaifu wetu. Unaweza kusoma katika Filipi sura ile ya 4 mstari wa 6 hadi wa 7. Na Paulo anasema, naweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Mungu anataka kuzungumza uso kwa uso na mtu
kwa njia ya maombi. Na ndio maana tunasema maombi ni mahusiano binafsi ya mtu na Mungu. It's a personal experience. Tofauti na Agano la Kale ambapo kuhani au nabii alifanya kwa niaba, intercessory prayer. Personal experience ya Agano Jipya ni tofauti na intercessory prayer ya Agano la Kale. Hivyo hatufungi kutafuta vitu, bali tunapata vitu na ufunuo kwa kuishi maisha ya ibada. Kwa hiyo kufunga na kuomba kupaswi kuwa mzigo kwa Wakristo, bali iwe sherehe ya kufurahia uzuri wa Mungu, huruma na wema wake kwa watu wake. Kufunga inatakiwa iwe sehemu ya maisha, mtindo wa maisha wa Mkristo. Ibada ya kufunga na kuomba katika Agano Jipya ni ya watu waliozaliwa mara ya pili, watu wenye mahusiano sahihi na Mungu. Ni ibada ya kutafuta mapenzi ya Mungu, sio yenye petition kama ya Agano la Kale. Lakini hii haimaanishi tunafunga bila kuwa na maombi tunayopeleka, la hasha. Bali motive yetu si haja zetu zijibiwe, bali Mungu atukuzwe katika kila jambo, ikiwa katika ugonjwa ama kifo ama uzima ama utajiri ama dhiki ama umaskini, Mungu abaki kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba katika hali zote, haijalishi tupo katika dhiki au tupo katika hali njema, tupo katika umaskini au utajiri, tupo katika hali ya ugonjwa au kuwa na afya, tupo katika hali ya uzima au kifo, Mungu abaki kuwa Mungu. Tuendelee kumwabudu Mungu na kumtazama Mungu kama ni rafiki, Mungu kama ni mwema katika maisha yetu. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wakorinto anaeleza kuwa ikiwa kujisifu, atajisifu kwa kuwa amepita katika hali zote, nzuri na dhiki. Pia na katika hali zote Mungu ametukuzwa. Kweli alifungwa gerezani, ila kwa namna ya ajabu aliteremshwa usiku. Akiwa na Sila walifungwa gerezani, lakini walifunguliwa na Mungu kwa namna ya ajabu, na Mungu akatukuzwa. Katika matukio yote haya ambayo Paulo alipitia, Mungu alitukuzwa. Japo yalikuwa na maumivu na mateso kwake, lakini Mungu alitukuzwa. Kwa hiyo Mungu atukuzwe katika maisha yetu. Ndio maana tunahubiri baraka, tunahubiri utajiri, tunahubiri uzima, uponyaji na afya. Lakini mara nyingine pengine watumishi pia tunapita katika dhiki, tunapita katika magonjwa, tunapita katika majaribu. Lakini Mungu anataka kutukuzwa katika hali hizo, kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Unaweza kusoma katika Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa 17 hadi 33. Kwa hiyo maombi yetu sisi sio tu Mungu atuondolee shida zetu, hapana, bali tunafunga na kuomba na kupeleka haja zetu mbele za Mungu, kuonyesha tunatambua uwepo wa Mungu katika hali zote, kwamba tunatambua Mungu hata katika hali hii. Mungu, wewe upo, bado tunaamini uwepo wako, Mungu wetu. Kwa hiyo tunapoomba hatuamini kwamba Mungu hayupo au hajui. Tunaamini kwamba Mungu hata katika hili Mungu yupo. Na ndio maana Paulo anasema imetupasa kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Mkristo analo tumaini ng'ambo ya kaburi. Anajua maisha haya ni ya kitambo tu. Yako maisha mazuri ya milele baada ya maisha haya. Katika Agano la Kale ufahamu wao kuhusu kifo ilikuwa kifo ni mwisho wa maisha na kifo ni laana. Ndio watu wa Agano la Kale walivyokiona kifo. Lakini karne nyingi baadaye walianza kuwa na ufahamu tofauti kuhusu kifo. Lakini zile siku za nyuma watu waliogopa sana kifo, tofauti na baadaye katika Agano Jipya. Ukisoma katika Korinto sura ya 4 mstari wa 18, ndio Paulo anasema tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Yesu katika Yohana sura ya 17 mstari wa 20 hadi 23 anasema wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu
nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja. Maneno haya ya Yesu yanatuonyesha jinsi ambavyo Mungu hayuko mbali na sisi, na kwamba ibada ya kufunga na kuomba ni kutambua ushirika tulionao katika Utatu Mtakatifu. Mungu tunayemfanyia ibada si Mungu aliye mbali kama ilivyokuwa katika Agano la Kale alipoongea na Musa mlimani, au manabii na makuhani tu katika intercessory prayer, bali ni Mungu aliye karibu katika maisha yetu. Anajua haja zetu, anajua uwezo wetu, anajua udhaifu wetu, anajua dhiki zetu. Ni Mungu pamoja nasi, Emmanuel. Kwa hiyo kufunga sio kunakoleta matendo makuu ya Mungu katika maisha yetu, bali damu ya Yesu Kristo inatenda makuu. Damu ya Yesu ndiyo sadaka kamilifu. Katika Agano la Kale tumeona kwamba watu walikuwa wanafanya ibada za kufunga kuanzia mwezi wa 4 mpaka wa 6 ambacho wanakuwa wamevuna, kwa hiyo wanatoa sadaka. Na nikasema kwamba katika Agano Jipya pia watu wanahimizwa kutoa sadaka kwa ajili ya ibada hizi za maombi, kwamba tunafunga na kuomba, lakini unatakiwa utoe sadaka fulani. Matendo sio yanayoleta baraka za Mungu. Ibada ya kufunga na kuomba sio inamfanya Mungu alete baraka, afungue au ajibu yale maombi, au afungue ile milango iliyofungwa, aonyeshe ile milango ya siri. La hasha. Bali damu ya Yesu ndiyo sadaka ambayo inavunja nira, ndiyo sadaka inayovunja maagano yote, inafunga milango ya kuzimu, milango ya giza, inafunga milango yote ya uovu na kufungua mlango wa uzima, mlango wa neema ya Mungu, mlango wa baraka za Mungu, mlango wa uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu Kristo ndiyo sadaka yenyewe ya dhambi. Damu ya Yesu Kristo ndio sadaka ya upatanisho. Damu ya Yesu Kristo ndio sadaka ya kuvunja maagano yote. Kwa hupaswi kuambiwa kutoa sadaka yoyote ile. Yesu Kristo ndiye sadaka ya kuteketezwa, ndiye sadaka juu ya sadaka zote. Yeye ndio amelipa damu yake. Fedha haina thamani mbele za Mungu. Sadaka zetu hazina maana mbele za Mungu, isipokuwa sadaka ambayo Mungu mwenyewe ameitoa. Yesu Kristo ndio sadaka inayompendeza Mungu, ndio sadaka iliyokubalika, sadaka takatifu. Kwa sadaka hiyo maombi yetu yanajibiwa. Kwa sadaka hiyo Mungu anatenda yale yasiyowezekana. Mungu anavunja maagano. Mungu amefanya upatanisho na mwanadamu kwa sadaka hii takatifu, Yesu Kristo mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije ukadanganyika kutoa sadaka ya kuvunja laana, kuvunja maagano, kuvunja sijui nini. Hiyo ni utapeli. Damu ya Yesu ndiyo sadaka aliyoitoa Mungu mwenyewe, na ameitoa mara moja, inatosha. Sadaka hii imetolewa mara moja, inatosha. Ni sadaka imetolewa mara moja. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 unaweza kusoma, anasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkubwa kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Bwana Yesu asifiwe. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki, hatuna mashtaka tena, hatuna vifungo tena. Akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani, akisha kuzivua enzi na mamlaka.
Mamlaka za giza, mamlaka za kuzimu hazina nguvu tena. Sadaka hii imetosha. Na kuzifanya kuwa mkuu kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Kwa hiyo tuko huru kwa damu ya Yesu Kristo. Maagano yote yamevunjika kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna sadaka nyingine. Sadaka unayopeleka wewe ni sadaka ya upendo tu. Basi. Unapeleka sadaka ya upendo. Kwa hiyo usiumie sana. Peleka sadaka ya upendo, kadiri Roho Mtakatifu atakapokusukuma katoe sadaka. Lakini sio kwamba sadaka yako ndio inayovunja maagano. Ndio sadaka yako inayojibu maombi. Sadaka ya Yesu Kristo, sadaka takatifu aliyoitoa Mungu mwenyewe. Unaweza kusoma pia katika Hebrew 9 mstari wa 24 hadi wa 26. Hebrania 9:24-26. Unaweza kusoma Rumi 10:4. First Peter, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 18. Rumi 14 mstari wa kwanza hadi wa 5. Lakini 1 Corinthians 7:5, Matthew 17:21, Marko 9:29. Unaweza kusoma maandiko hayo. Pia yanakuonyesha jinsi ambavyo Yesu Kristo ndiye sadaka yenye utoshelevu, ndiye sadaka ambaye imelipa gharama zote, ndiye sadaka ya sadaka zote, ndiye sadaka ya sadaka zote, Yesu Kristo. Sadaka tunazotoa si za upendo tu, kuonyesha tu kutambua. Katika Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa kwanza na inayofuata tunasoma habari ya Lazaro aliyekuwa hawezi, na ndugu zake wakatuma watu kwa Yesu wamwambie, rafiki yako yu mahututi, hawezi. Kwa kuwa alimpenda sana, wakatarajia angeenda haraka, lakini Yesu hakwenda, na akawaambia, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakajua kwamba Yesu ataondoka haraka baada ya kusikia Lazaro hawezi, yuko mahututi. Lakini Yesu anasema ugonjwa huu si wa kufisha, bali ni ugonjwa ambao uko kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hali mbaya unapitia katika maisha yako, lakini Yesu anataka iwe ushuhuda ili aweze kutukuzwa kwa hiyo. Na ushuhuda wako unaweza kumwongezea mtu mwingine hatua ya kiroho, imani yake ikakuwa zaidi. Pengine unateswa na ugonjwa, ugonjwa mbaya kabisa. Pengine ndoa yako inakutesa, watoto wako wanakutesa, biashara yako inakusumbua, kazini kwako, katika shughuli zako za shamba, migogoro ya ardhi, mirathi, kuna matatizo, migogoro ya mirathi, unanyimwa haki yako, ndugu zako wanakudhulumu haki yako, kuna shida ya magonjwa, kuna utasa, kuna ugumba kwa mwanaume, umeshindwa kumpa mume au mke watoto, umekuwa mithali kama Hana, unasema mgumba yule, tasa yule, ni baba, una pesa zako, lakini umepita katika kadhia kama hiyo. Mungu anakupitisha na unampenda Mungu, lakini umekosa uzao. Lakini kwa maombi ya kufunga ya Hana, historia yake ilibadilika. Kwa hiyo Mungu anakwenda kubadili historia ya maisha yako pale utakapochukua hatua ya kufunga milango yote ya uovu, naye atakufungulia milango ya neema, milango ya baraka, atakufungulia milango na kuona maisha mapya tena. Bwana Yesu asifiwe. Katika Isaya sura ile ya 58 mstari wa 9 anasema, ndipo utaita na Bwana ataitika, utalia naye atasema mimi hapa. Kama ukiondoa nira isiwepo kati yako, wala kunyoosha kidole, wala kunena maovu. Bwana Yesu asifiwe.
Ndipo utaita na Bwana ataitika, utalia naye atasema mimi hapa. Kama ukiondoa nira, isiwepo kati yako, wala kunyoosha kidole, wala